Sasikia. Kilichoniita hapa si mazungumzo. Twende. Sisi tukiwa tunaongoza kwa kuwa na michezo mingi ya kasino mtandaoni. Kiukweli kwanza sikuamini kama kweli nimeshinda. Nikaangalia kweli nikakuta ID namba yangu imeshinda. Ushindi huu nimefurahi pamoja na ndugu zangu. Kama wajiunge wacheze, kuna siku bahati yao watabahatika watapata gari. Ni kupitia pmbet.co.tz. Niangalie. Sasa mbona unafumba macho? Niangalie, tena uniangalie vizuri kabisa. Kwa sababu nimevua kwa ajili yako. Kwa sababu katika watu umenisumbua manyanya ni wewe. Sasa leo nataka nikuonyeshe ni jinsi gani Mungu alitulia wakati ananiumba mimi mtoto wa Kisukuma. Hebu angalia kwanza. Niangalie. Halafu ndo ukai kunifananisha na hao watu wako. Hivi ukiniangalia mimi, unaweza kunifananisha na Mati? Mati ana kitu gani cha kunizidi mimi hapa? Tena kama huyo mke wako ndo kabisa, usiseme. Hana lolote. Siku zote nahisi ulikuwa unaniangalia kwa wasiwasi. Na ndio maana leo nimeamua kukaa hivi mbele yako. Ili unione vizuri. Uone ulikuwa unafeli wapi. Sasa hapo utachagua mwenyewe babangu. Ususe uondoke ama ukae ujilie vitu mdogo mdogo. Hii ndo dunia bwana. Kafe. Hivi unajua ni kwa nini niliamua kuingia humo ndani? Ni kwa sababu tayari nilikuwa nimeshajua kwamba silaha pekee iliyobakia kwako na ya mwisho unayotegemea kuniwin ni kuutumia huo mwili wako. Nilikuwa tayari nishakuelewa mapema kwamba njia pekee ambayo kwa akili yako unafikiri unaweza ukanikamata basi ni kujiweka uchi mbele yangu. I'm sorry. Kwa bahati mbaya sasa, katika viungo ambavyo huwa vinashtuka mapema kipindi ambapo mwanaume anakuwa attracted na mwanamke, cha kwangu hakijashtuka hata robo. Yaani kiufupi haujanishtua kwa chochote. Nipo kama mtu ambaye alipigwa stroke. I feel nothing about you. Hivi kwanza Kathy, mimi unanichukuliaje? Rahisi kiasi hicho? Kwamba you mean kwamba kuna namna ambavyo unaweza ukanikamata kama ambavyo unakamata wanaume wengine, like easy strip up and easy catch up? Kathy, mimi sio malaya. I'm the man of standard and qualities. Umemzungumzia Mati hapa. Do you think Mati mimi nimempendea mwili? Do you think Mati mimi nimempendea tu jinsi ambavyo anaonekana? No. Umeenda mbali zaidi, umemzungumzia mke wangu, and you know nothing about my wife. You know nothing about my wife. And shut the fuck up kumzungumzia mke wangu tena. Lakini mke wangu sijampendea mwili. Mke wangu hata akivaa nguo, akivaa dela, nikimuona hapa mimi nashtuka. Mati atavaa gunia, avaa shuka, nikimuona tu mimi nashtuka. Because the issue is not to be naked. The issue is emotional. Kwa hauna chochote kile ambacho unaweza kufikiri mtanikamata. Just keep it on your mind. And I'm not easy guy.
Naweza nikavua kila kitu afu nikakaa hapa nikakuweka ufanye chochote, lakini nothing will happen. Kwa hiyo kama hii ndio ilikuwa akili yako, kama hii ndio ilikuwa fikra yako ya mwisho, kuamini kwamba I can catch this guy for easy trick like this, not the guy like Manyanya, I'm very sorry for that. And by the way, nikushauri kitu, nafikiri kitakusaidia sana. Leo uko na mimi, lakini kesho unaweza kummeet na wanaume wengine. You have to keep yourself very disciplinedly. You don't respect yourself. Umevaa nguo mwenye hata chupi hujavaa, look at your skate. That's foolish. I don't want to say about yourself, but I don't like you, Eugene, by the way. So kama ni hiki kimekuleta kuzungumza na mimi, my file is closed. Kwako mimi ni Hanifi. So find something else. Naomba usinitafute tena, Kathy. Na kuanzia sasa hivi, labda tu nikufungulie hichi kibari, kwa sababu tayari umeshafeli. Nakupa ruksa, nenda kamwambie mke wangu, mfikishie habari kwamba sasa mimi na mtu mwingine na ndoa kule, kama ambavyo ilivyokuwa mila yako ikusambaza maneno kinafiki. Go and tell her. Ili kukuonyesha kwamba I'm not afraid of anything from you. Na hiyo natakataka kwako. Hau mimi ndo yule mjinga aliyekataga shule chekechea, maana nimekosa hoja kujitetea. Inanikunja inanipinda dunia, tofauti na mama alivyonilea, maana nimekosa nguvu kujitetea. Nimeoza ndani kwa ndani, natembea ingali nimekufa, mawazo yameniweka mtu kati, kujiongoza siwezi, bora tange kwa ndege angani, kwa mbawa zangu ningeruka, thamani ya utu wangu bei ya chapati. Dunia shule inayofunza mema na mabaya, dunia wajuaji na wapumbavu wa Mungu. Amani, samahani mpenzi wangu, mbona sasa hivi kama hauna muda na mimi? Yaani umekuwa bize kupitiliza. Ukitoka haunipigia hata simu, ukirudi humu ndani upo bize, haunipi hata nafasi tuseme tuongee kama zamani tulikuwa tunazungumzia mambo yetu, maisha yetu yataendaje. Yaani umekuwa bize kupitiliza. Kuna muda unarudi hapa nasema basi nikuache ulale upumzike, lakini tunavyoshinda hivi najua labda tutaongea. Hata sielewi kwa nini umekuwa hivyo. Kwani hivi Cindy, nikuulize kitu. Uona mimi hapa nafanya ujinga? Mwanangu. I will call you then. Naam. Baba, Kiingereza umekijulia wapi wewe wakati mimi nija kupeleka shule? Mama bwana. Sasa nashindwaje kuongea Kiingereza wakati ipo application na kujifunza lugha Kiingereza mtandaoni kwa njia rahisi kabisa ya lugha Kiswahili. Wala hauhitaji kuwa umesoma sana kukijua Kiingereza. Ukiwa na Teacher Zungu app inatosha kabisa kukijua vizuri. Na ndio maana huo ni application namba 1 ya kielimu Tanzania nzima. Ni kwa sababu inaaminika sana. Unasubiri nini kujua Kiingereza? Go get your app and be the champ. Au unafanya mambo ya kipuuzi? So muona kabisa mimi nimeshika Biblia hapa nasoma. Nasoma maandiko ambayo mimi yatanifanya kuwa karibu na Mungu wangu. Maandiko ambayo mimi yatanipa nguvu ya kupata Roho Mtakatifu ili niongoze pia katika mambo yangu.
Huelewi. Cindy, mimi sijaona kama kuna mantiki yote ya msingi ya kufanya kosa kuongea maneno kama haya. Na kama issue ni Biblia au ni simu, kwenye simu mimi kuna watu wangu wa msingi ambao wapo kanisani, wanatakiwa watoe michango, nikusanye michango nipeleke kwa mchungaji. Na hicho ndio cha msingi ambacho nilikuwa nakifanya hapa. Kwa hiyo nataka niache kutenga muda mzuri wa kumtafuta Mungu wangu, nianze kukaa sasa na kusikiliza wewe. Na kama kuna jambo ambalo unataka kuongea na mimi, mara ngapi wewe tunakaa hapa ndani tunaongea? Au ni muda gani ambao unazungumzia hapa? Cindy. Kwa kuna vitu vingine lazima mwenyewe pia uangalie kwamba huu muda huyu mtu yuko busy kwa ajili ya kufanya kitu fulani. Natakiwa nimwache mpaka amalize, akishamaliza na utakuja kunipa la kwako, nikusikilize kwa muda sahihi. Sio tu kila muda. Si unanielewa? Sijakataa kwamba unamtafuta Mungu wako, na ninajua kabisa hiyo ndo kazi yako, na nilikupenda pamoja na huyo Mungu wako Amani. Lakini kinachonifanya mimi nalalamika, Amani, nakosa ule uwepo wako. Hivi unajua unaondokaga hapa, unashinda huko kanisani, nabaki ndani mimi peke yangu. Ukirudi unakuta tumekaa kidogo tumelala. Kwa kuna muda natamani ule uwepo wako kwangu. Kuna muda natamani unipe nafasi. Kwa sababu uwepo wako wewe mimi kwangu ndo kila kitu. Na ndo kitu ambacho kimeniweka hapa ndani, sio kitu kingine. Kwa ninapokuwa nakosa uwepo wako kama mume wangu, nakuwa sijisikii vizuri. Kila mwanamke kwenye hii dunia anatamani ile nafasi ya mume. Anatamani kuna muda tu kuwa karibu na mume wake. Amani, kuna muda mimi natamani niwe karibu na wewe, niongee hata vile vya ndani yangu. Lakini sasa hivi hauna muda na mimi, na wala haunipi nafasi kabisa ya kuwa karibu na wewe. Kwa hiyo maana wewe unataka tu tunakaa ndani tunagandana kama ndizi, si ndio? Sasa hiyo sio maisha. Na ndio maana wakati mwingine unaona mimi natoka, naenda natafuta na kuangaikia na kuletea hapa ndani. Ni kwa sababu ya utaratibu. Sio, umeelewa? Ingekuwa labda sitimizi majukumu yangu hapa ndani, ungesema sawa, unaweza kulalamika. Lakini napambana kadri ya uwezo wangu, natimiza majukumu yangu hapa ndani. Naenda natafuta, nikipata na kuletea, tunagawana. Sasa unapokuja unazungumzia masuala ya muda au nafasi, ni nafasi gani ambayo unaitaka? Wakati mimi naenda nafanya shughuli zangu narudi hapa. Usiku mzima tunalala mimi hapa ndani. Au unataka niende nirudi, tukae hapa ndani tuanze kusaidiana kazi. Ukiosha vyombo na mimi nioshe vyombo. Ukifua na mimi nifue. Sasa sio maisha. Tutafanya maisha lini? Alafu kingine ambacho natakiwa utambue Cindy kwamba sisi Mungu wetu sio Mungu wa mipaka. Unaweza kumuomba sehemu yoyote na kumuita sehemu yoyote. Kwa hiyo wakati mwingine unapoona mimi nimetenga muda wangu mzuri kwa ajili ya kumtafuta Mungu wangu, tafadhali naomba usiniingilie. Unanitoa kwenye uwepo wa Mungu. Alafu kumbuka kwamba mimi ni mtumishi wa Mungu. Lazima nipate muda maalum wa kumtafakari Mungu wangu. Au wewe ni bora kuliko Mungu? Na siku nyingine kama unahisi huna mada yote ya msingi ya kuzungumza na mimi, ni bora unyamaze kimya. Tumeelewana? Sawa. Nimekuelewa. Ila mimi sikuwa na maanisha kabisa kukutenganisha na Mungu wako. Kwa mimi nilikuwa nazungumzia nafasi yangu tu kama mwanamke ambaye nipo kwenye himaya ya mwanaume. Ila kama nimekukosea, naomba unisamehe. Shule inayofunza mema na mabaya, ndo dunia. Wajuaji na wapumbavu wa Mungu, dunia. Anguko lako ni kicheko kwa wengine, wasindikizaji, wapambanaji wa Mungu. Hii ndo dunia bwana. Nikisema nikupe hiki kichwa uwezi beba, takufa kwa mawazo. Jamani msione nalewa, ndio maana nalewa. Baby, mbona unataka kuondoka? Hujanitajia hata jina lako, hujanipa namba. Achana na hizo mambo. Hivi ukiniangalia mimi unanionaje?
Na kuona mwanamke fulani hivi mstaarabu na mpole. Sijamaanisha hivyo. Kuna muda nilisimama hapa mbele yako nikiwa mtupu. Kwa hiyo ulivyoniangalia, yani umenionaje? Ni mwanamke wa aina gani? Hii ni habari njema kutoka Dar es Salaam, kilomita zaidi ya 1200 mpaka tunaigusa Kigoma, na kama unavyoona hapa ni mwisho wa reli. Yote tumekuja kukabidhi gari aina ya Nissan X-Trail kwa mshindi wetu Afande Abdara. Ulipigiwa simu kwamba wewe ndiye mshindi na hatimaye gari imefika hapa. Unajisikiaje kupokea gari hii aina ya Nissan X-Trail kutoka PMbet? Leo naona kwamba kweli ndoto imetimia na nimeamini kwamba kweli PMbet ni kweli wako sahihi kabisa. Tovuti ni moja tu, pmbet.co.tz. Kupitia huko huenda na wewe tukafunga safari popote pale ulipo, tukakukabidhi gari aina ya Nissan X-Trail ama Toyota Harrier ambazo zinapatikana kwenye promotion hii na ukawa mshindi wetu. Nikikuangalia ni mwanamke fulani hivi pisi, yani mzuri. Ni mzuri sana yani. Mimi mwenyewe nimeenjoy. Tangia nimeanza kuwa na mahusiano sitaki kuwa na mwanamke mzuri kama wewe. Kweli eh? Kweli, yeah. Sasa mbona kuna mwanaume ameniambia eti mimi sio mzuri, sivuti, yani akiniangalia kama takataka. We. Yaani huyo mwanaume kwanza anapata ujasiri gani kusema sio mzuri? Atakuwa labda yupo sawa kichwani. Wewe ni mzuri. Unajua yani wewe katika mademu ambao nimeshawahi kukutana nao, yani mapisi. Wewe ni pisi sana. Basi inawezekana wewe mwanaume ana matatizo au pengine labda ana chuki zake binafsi, si ndio? Yaani wewe ni mzuri. Yaani unajua kwanza mimi mwenyewe sitamani hata mapenzi yetu yaishie hapa. Unajua natamani hata uwe demu wangu kabisa, ni bonge moja la pisi. Hata unapomwambia mtu yes huyu mpenzi wangu, anakupa na kuelewa. Wewe ni mzuri sana. Asante jamani. Kwa hiyo sasa vipi kuhusu namba? Sorry maana mimi siwezi kuwa na wewe. Yaani imetokea tu ni kama emergency. Sikuwa sawa, kwa hiyo sikuwa na namna. Nilitaka tu ile sauti inayosema mimi takataka, mbaya, sivutii initoke akilini mwangu. Ndio maana hata nikaamua kufanya hivyo. Lakini asante kwa sababu umenitibu sehemu kubwa sana. Maana sasa hivi najihisi niko free, niko poa. Naomba tuishie hapa. Itakusaidia. Sawa. Kwa hiyo mimi mzuri eh? Wewe mkali mno. Jamani. Asante jamani, bye. Bye. Shule inayofunza mema na mabaya ndio dunia. Wajuaje na wapumbavu wa Mungu. Babe. Sweetheart. Kulikoni? Uko sawa? Wewe msikia. Tangu mchana leo, kuna mtu yote ambaye alikupigia simu labda uliwasiliana naye mpaka saa hizi jioni? No. Sema tu niliongea na dada. Alinipigia sijui saa ngapi ile. Hakuna mtu mwingine alinipigia simu. Ni sister tu. Labda message kwenye mtandao yako ya kijamii na hiyo nini? No babe, hakuna mtu ananitafuta. Okay, nice. Sasa naomba unisikilize vizuri wife. Sawa eh? Na sio unisikilize tu. Naomba ufanyie kazi kikamilifu haya yote ambayo nitaenda kuyazungumza hapa. Na hii ni kwa usalama wetu. Nafikiri unaelewa, mazingira ya kazi yangu ni magumu sana. Sawa eh? Napitia vipengele vigumu kwa sababu na deal na very sensitive issues, na deal na very strong matters, maisha ya watu, siri za watu, mikataba ya watu. Kwa hiyo muda wowote naingia katika hatari na watu. Kwa this time around kuna kesi ambayo natakiwa niingie nayo. Ni kubwa na inatisha. Kesi ambayo inapelekea hata usalama wetu sisi kama familia kuwa hatarini. Sio mimi tu, mpaka wewe mke wangu. Kuna watu ambao wataki mimi nifuatilie hiyo kesi, lakini mimi lazima nifuatilie kwa sababu ni haki za watu. Sawa?
sitaji kuizungumzia sana, kwa kifupi hivyo, you have to understand, lakini baadaye utanielewa. Kwa hiyo lazima tukae kwa usalama from this time. Kwa hiyo vitu ambavyo lazima tuvifanye wote kwa pamoja kuanzia leo. Number 1, fast. Naomba uzime simu yako hapo ulipo, lakini pia line ambayo unaitumia uiblock na kuivunja. Maana yake ni kwamba hakutokuwa na mawasiliano yoyote kuanzia sasa hivi kupitia namba hiyo. Na tena lete ifanye mwenyewe hii ya kwanza. Lete. Yes, done. No communication. Umenielewa sijui? Sasa vipi kuhusu biashara zangu? Biashara? Wewe unazungumzia biashara? Mimi nazungumzia usalama wetu wa maisha, sensitive issues. Unazungumzia biashara? What is business for these matters? Sitaki biashara sasa hivi, mke wangu, nisikilize mimi. Biashara utafanya pale ambapo mambo yatakaa sawa. Nisikilize basi mke wangu, sawa? Sitaki ya mawasiliano. Kesho renew line, namba iwe mpya na hakuna kumpa mtu zaidi ya mimi na wewe. Done. Sawa, kukiseto tutarudi kwenye business. Labda kama kuna watu wako wanakudai issue ndogo ndogo online, deal nao kwenye online. Kwisha. Na usitoe namba. Number 1. Second, kuanzia kesho au sasa hivi sitaki kuona mtu yoyote yule ambaye anaingia humu ndani bila ruksa yangu. Yaani kama ni mgeni wako au ni mgeni wangu yoyote, hakuna kuingia ndani ya geti bila kupata kibali changu. So you have to consult me and then we approved kwamba this is in or this is out. Sitaki kusikia masuala ya msusi, vikoba, sijui anakuja huko mkopo rafiki yako, shoga yako na kusalimia na kutembelea from nowhere. Hakuna watu kuingia. No trust in nobody for this time. Naomba nielewe tu kwanza mke wangu. Okay? Third, from this time hakuna kuzurura ovyo. Sitaki kusikia nenda saloni kusuka. Sitaki kusikia nenda kwenye vikundi vya watu huko, sijui mashoga zako nenda huko na hakuna kutoka. No safeness. Ukienda kazini ukirudi nyumbani, kazini nyumbani kwa usalama maalum. Sitaki kusikia nenda around nyingine. Sijui unanisikiliza vizuri? Na sio mimi, this is for you. Not only me, is about you. Hakuna. I'm sorry. Na shout, natumia hasira kubwa kuzungumza, lakini I'm very curious na hii mata ambayo inaendelea sasa hivi hapa. Hauwezi kunielewa sasa hivi, lakini trust me, this is for us. I do love you, my wife, so you must understand this. Please. Mbona unanitisha sweetie? Wife, elewa mama ninachofanya, nafanya kile ninachokisema. Please, kwa usalama wetu. Do as I said. Mwanangu, I will call you then. Naam. Baba, Kiingereza umekijulia wapi wewe wakati mimi nija kupeleka shule? Mama bwana. Sasa nashindwaje kuongea Kiingereza wakati ipo application na kujifunza lugha Kiingereza mtandaoni kwa njia rahisi kabisa ya lugha Kiswahili. Wala hauhitaji kuwa umesoma sana kukijua Kiingereza. Ukiwa na Teacher Zungu app inatosha kabisa kukijua vizuri. Na ndio maana huo ni application namba 1 ya kielimu Tanzania nzima. Ni kwa sababu inaaminika sana. Unasubiri nini kujua Kiingereza? Go get your app and be the champ chap. Aliyekataga shule chekechea, maana nimekosa hoja kujitetea.
Inanikunja inanipindapinda dunia, tofauti na mama alivyonilea. Maana nimekosa nguvu kujitetea. Nimeoza ndani kwa ndani, natembea ingali nimekufa. Mawazo yameniweka mtu kati, kujiongoza siwezi. Bora tange kwa ndege angani, kwa mbawa zangu ningeruka. Thamani ya utu wangu bei ya chapati. Dunia shule inayofunza mema na mabaya. Dunia wajuaji na wapumbavu wa Mungu.